Mungu wa Nabii Frank akanitetea, nikajifungua kawaida huko kwenye chumba cha operation. Special prophet. Ndio. Mbele yako niko na Hawa kutoka Sinai. Hawa. Ndio. Baba, kama neno linavyosema tuombe tupewe ili furaha yetu iwe timilifu. Ndio. Hawa alimuomba Mungu, lakini katikati ya kuomba kwake alikuwa hana imani. Kwa sababu wewe ni nabii wa Bwana ambaye umepewa neema ya kipekee. Wakati mwingine unatuvusha ambapo hatustahili kuvuka. Alikuja kukuona ofisini. Alipokuja kukuona ofisini akakwambia, baba, mimi nahitaji mtoto wa kike. Wakati huo ujauzito ukiwa na mwezi mmoja tu, ukawa umemwombea na ukamtabiria kwamba itakuwa hakika utapata mtoto wa kike. Lakini katikati ya mashaka yake akawa ameenda, baada ya muda akarudi tena ofisini kwa sababu alikuwa na mashaka. Kwa ile neema iliyokaa ndani yako ukamtabiria tena, ukamhakikishia kwamba hakika Mungu atakupa mtoto wa kike yule ambaye unamtamani. Na leo amekuja kumshukuru Mungu kwa sababu lile neno la kinabii lilitimia na furaha yake imetimilika. Mpe Yesu makofi. Hawa. Haya, shike maiki. Mtoto wangapi huyu? Watatu. Wa kwanza ni wa kiume? Wa pili wa kiume. Watatu ndo huyu hapa. Ndio baba. Karibu. Shalom baba. Shalom. Shalom kanisa. Bora kama una wivu na una ushuhuda wa mtu. Salimia tena. Shalom kanisa. Mimi na ushuhuda. Mimi nilibeba mimba, mtoto wangu wa kwanza alikuwa wa kiume, wa pili wa kiume, huyu wa tatu nikaona ni wa kiume, ila nikawahi ofisini nikakwambia, baba, naomba nipate mtoto wa kike. Ukaniambia sawa, imekuwa. Nikakwambia sawa. Nikaenda nikarudi tena. Nikakwambia, baba, naomba nipate mtoto wa kike. Ukasema sawa, imekuwa. Lakini bado tu nikawa naogopa, nahisi kama nitajifungua wa kiume. Nikasema bora niweke na mmoja sasa. Baka Diamond ashike tu mtoto jamani. Nikaona bora niweke nadhiri. Nikasema hivi, nikipata mtoto wa kike tamnunulia baba kiatu. Nikafanya hivyo baba. Na umepata mtoto wako wa kike? Ndio baba, nimepata mtoto wa kike. Na umekuja kutoa nadhiri yako? Ndio baba. Umeniletea na kiatu? Ndio baba. Kuna hicho na hicho, uchague kimoja wapo. Hichi hapa. Haleluya. Na Jumapili nitakitinga kabisa. Baada ya ibada nitatesti. Kwa hiyo leo umekuja kutimiza nadhiri yako? Ndio baba. Ndio. Nimekuja kutimiza nadhiri yangu. Okay, una kingine? Amna. Na mtoto anaendelea? Niseme asante. Ajambo, hana shida yoyote. Ila kwenye kujifungua, kabla ya nilikuja ofisini ukasema kwamba naona operation. Nikaja tena kwenye mstari wa maombi ukasema naona operation ila utajifungua salama. Kweli nikauma uchungu, nikaenda Mbarara. Lakini nilikwambia ishara lazima utaona. Ndio, ishara lazima nitaiona. Nimeenda kwenye kujifungua, nikaandikiwa operation. Kwa hiyo nimeingia kwenye chumba cha operation, nimeshaandaliwa kila kitu kujifungua operation. Bahati nzuri Mungu wa Nabii Frank akanitetea, nikajifungua kawaida huko kwenye chumba cha operation. Ngoja. Upo kwenye chumba cha operation? Ndio, nimeshaandaliwa kila kitu. Nimeshavalishwa oksijeni, kila kitu. Nataka sasa kuchomwa sindano ya nusu kaputi. Nikaambia najisikia kusukuma, nikapata mtoto wangu. Ngoja. Hivi mnaelewaga ninavyowaambia? Nikamwambia naona nini? Operation. Leta basi mic haraka haraka tubadilishe. Nikamwambia ninaona operation. Ila nakuombea ishara utafanyaje? Utaona. Mazingira yakatengenezwa nini? Ya operation. Lakini unabii unasemaje? Ishara utaiona, lakini utafanyaje? Hutafanyiwa. Sijui kama kuna kitu watu mnanielewa hapa.
Mungu afungue ufahamu wako mwelewe unabii wa Bwana. Angalia, naona kitu, alafu nakibatilisha kile kitu. Alafu angalia, unafika hospitalini, madaktari wanakuandaa kwa ajili ya kile kitu. Hamjanielewa. Angalia, madaktari wakamwandaa kwa ajili ya operation. Lakini unabii unasemaje? Ishara utaona, lakini utafanyia operation. Hivi unabii muongepeni basi kidogo hata. Tusome pale juu kwa pamoja. Mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyo dhibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyo. Hiyo sauti yako ni ndogo. Mambo ya Nyakati wa Pili 20:20. Barikiwe. Amina baba. Hawa ubarikiwe. Asante.